Yaani swala la uongozi hili hamna mambo ni wangekuwa wanasoma viongozi wetu historia. Yaani mimi natamani viongozi wanunua vitabu, wao wanasoma historia angalau. Wasome mambo yaliyofanyika huko nyuma alikuwaje. Ulinipa story moja ile ya nani? Mwamba kaua watu wewe. Nani anaitwa nani? Biblia ile. Nani yao? Yoabu. Mwamba kaua watu kweli kweli katika utawala wake. Anaua watu kweli kweli. Yaani mpaka mikataba inasainiwa huko nyuma, tunakubaliana vizuri huko nyuma. Yeye alikuwa ni kifo. Kifo ndio kauli yake. Hamna cha maridhiano, hamna cha tuzungumze. Yaani yeye ilikuwa ni kifo. Ikafika hatua akanaua mpaka ndugu zake. Sasa kwani Daudi vipi? Huyu bwana vipi huyu bwana? Bwana mtoto sio shangazi yangu sasa. Unajua huyu Yoabu ni mtoto wa shangazi yangu. Sasa kama ni mtoto wa shangazi, mtoto wa mpo wako. Sasa anaua watu sasa. Sasa nitamfanyeje huyu? Yaani yeye Daudi watu unaona jinsi uongozi ulivyo, mwalimu. Daudi Yoabu anaua watu, anavunja maridhiano, anavunja mikataba mbalimbali. Ikafika tu akaona itoshi, akawa anaua mpaka ndugu zake ndani ya ufalme wa Daudi. Sasa Daudi huyu bado kwa nini tusimnyonge huyu jamaa? Mtoto huyo sasa. Unajua mtoto wa dada yangu huyo. Sasa huyu anaua watu sasa, tunafanyaje? Anaharibu nchi, anaharibu taswira ya utawala wako na kwa unanuka damu kwa sababu ya mtu mmoja. Anaharibu nchi huyu. Mtoto wa dada anamngunya maneno. Anafuga ule ubovu ulienda na kufuga ubovu huko kulienda ikawa kukasa kuna mlundikano wa maovu, mlundikano wa umwagaji damu, mlundikano wa changamoto nyingi. Wananchi hawaelewi, hali ni mbaya mwalimu. Sasa yale yote mwishoni tumoja kusikia kwamba utawala wa Israeli uligawanyika. Uligawanyika makabila mawili yakabaki huku, makabila mengine yakabaki huku. Yaani ukagawanyika. Kumbe chanzo ni nini? Unajua ndani ya serikali unaona jinsi nchi inavyoenda hii. Hii nchi yetu inavyoenda hii. Ndani ya uongozi wa mama. Wako watu wabaya wengi sana. Ndio. Na wako watu wabaya ndani ya uongozi wa mama. Na hao watu wabaya wao wanaangalia maslahi yao. Yaani kabisa. Nani baada ya kifo cha nani ule Louis wa 16 Ufaransa. Basi sasa wakakusanyika wakubwa sasa, watu wenye hela. Watu wenye hela wakakusanyika, watu wenye hela hapo Ufaransa. Louis amekufa tena, amenyongwa vibaya mno, si kazi kwaga wapi. Sasa tunafanyaje? Kaunda serikali ya mpito. Mwalimu, hii dunia wangekuwa wanasoma historia ya viongozi wetu hawa. Wanasoma wapi? Yani wengi wamejielekeza tu kupiga tu. Na wangekuwa wanafuatilia maoni ya wananchi, wangeamua kuishi katika lugha ya tusizungumzie Nyerere, tusizungumzie akina Kawawa, tusizungumzie akina Sokoine. Turudi hapa kwa Magufuli alivyokuwa anaongea na wananchi wake. Anapozungumza Magufuli wa watu wanawaambia mniombee. Vita hivi ni vigumu. Mniombee ndugu zangu, anamba mpaka majogoo. Yaani wananchi wanafurahi tu, wanapepa kama majogoo, anakula mpaka mahindi mtaani. Alijenga, yaani Magu wananchi walimpenda, alafu akajenga imani ya kwamba hawezi niwekea sumu mimi wananchi. Kuna mahindi mtaani na nini. Magu ilikuwa ni furaha tupu, wananchi wanafurahi. Baada ya kifo cha yaani mambo ni yale. Baada ya kifo cha nani ule nimemtaja hapa. Anazeeka siku hizi Makelele. Unajua anazeeka siku hizi. Louis. Louis alivyokufa wakaibuka makundi ya watu sasa.
watu wenye pesa, watu wenye fedha. Sisi tunawaitaga kleptomania. Makleptomania, wakaibuka watu wenye fedha. Sasa si Ufaransa ina mali, alafu wamekufa bwana, wakaibuka watu wakubwa wazito, ikaundwa serikali ya mpito, ilikuwa inaitwa the directory government. Kama hicho, the directory government, ikaundwa serikali nyingine ya mpito, ambayo serikali ya mpito sasa ikawa imeundwa na vigogo wale waliokuwa wanafanya kazi katika utawala wa Bonaparte wa King Louis. Wakamchafua King Louis, wakamharibia Louis, akaonekana mbaya, nchi ikaanguka, Louis akanyongwa, afu baadaye wakarudi sasa wale sasa tunafanyaje sasa? Walikuwa 12 hao vigogo. Directory government. Ni hivyo. Walikuwa 12 ndio wakawa wanaongoza nchi. Nchi kama imerudi kule ilikokuwa mwanzo. Kule Tyson na nini baada ya King Louis sasa. Maana King Louis yeye ameongoza hiyo 1789 mpaka 95, ukaenda mwisho wa masalia yake. Ikawa ni serikali ile, ukandamizaji uko pale, mauaji yako pale, vifo, njaa, matatizo. Ndio akaibuka Bonaparte 1799. Alikuwa ni bonge, Bonaparte ana sifa zote. Ana sifa zote. Bonge moja la kiongozi safi, amenyooka kabisa, isipokuwa mwishoni. Alikuwa na mpenzi wake anaitwa Josephine, ndio alikuwa kulala maisha. Josephine. Aliwahi kumfuata Josephine, alikuwa mpenzi na nguvu. Umeona bwana? Kwa hiyo unaweza ukawa na kiongozi lakini ukachangaa wako watu chini wanaharibu. Leo hii unaona watalii wanakimbia. Ni rais ana makosa. Rais ana makosa. Walio chini yake ndio wamejipa ujuaji kuliko rais. Sasa akiangalia, unajua ile unakuta ni serikali, ni kama vile tulikuwa tunaiuliza artificial intelligence juzi, kama siku 4 kwenye WhatsApp. Tunauliza artificial intelligence, kuna uwezekano ukaa na serikali mbili katika nchi moja? Ikajibu kunakuwa na deep state. Deep state, kwa nyuma ya rais wako watu wamekaa na wenye nguvu. Wamejaa kila kona, majeshini, wapi wenye nguvu. Kwa rais anakuwa hawezi kukemea kwamba achani polisi kama Magufuli. Anasema mna aliyenichagua. Tuambia nyinyi hapa. Hakuna aliyeniweka. Nyinyi mna aliyenichagua hapa. Nimechaguliwa na wananchi. Ile ilimpa nguvu Magufuli ya kwamba hakuna cha nani, hakuna cha wewe ni nani, hakuna cha wewe. I say, huyu kafanyaje bana, huyu kama ataweka ndani. Yaani kulikuwa hamna cha, alisema mtaishi kama mashetani. Na kumbuka kama hiyo alisema mliokuwa mnaishi kama malaika mtashuka muishi kama mashetani. Najua ni Pombe Joseph Magufuli. Umeona bwana? Kwamba rais katika nchi lazima awe na nguvu. Ukienda Sudani ni kama Kongo. Felix yuko pale, lakini nyuma Felix yuko Belgiji pale, yuko Mfaransa pale, yuko Sinani pale. Wako watu wengi, kwa anakuwa hana maamuzi. Felix. Kongo inakufa, watu wanamwagika damu, yani, lakini Felix hana maamuzi. Wakina M23 huko wana Felix hana maamuzi. Felix. Watu wasome historia. Sasa hapo nakuta sasa hivi uchumi ndio huo sasa. Wana bunge la Ulaya limekaa, afu ni mama alikuwa anasoma ile azimio la Umoja wa Ulaya. Mama mmoja hivi kimbamba hivi kama fulani hivi msoma, yule mzungu anaongea utafikiri yeye ni mtu Mtanzania. Kwa uchungu. Umeona? Alafu baadaye wakaazimia hayo, wakaweka masharti pale. Moja ambacho namba wameweka Ulaya, sio kama ni huru. Sisi hatuko huru kwa sababu tumesaini mikataba ya Umoja wa Kimataifa na makampuni mbalimbali. Juzi imezimwa internet,
angalia uchumi ulivyoyumba. Tuna nini sasa hivi? Mpaka wewe jiulize Mwakilembe, mpaka sasa hivi nchi ilivyofungwa tumeingia hasara kiasi gani? Tumeingia hasara kiasi gani? Kwa siku 5 tu ndio ujue nchi hii ni ya kipumbavu, haina kitu, nchi masikini hii. Umeona hatuna kitu. Huyu anayezima mwenye internet naye hajui. Hajui maskini ya Mungu kwamba dunia ya sasa Mwakilembe ipo kwenye internet. Ni networking system. Ukizima yani mashine yote ni internet. Benki ni internet. Yani dunia ukifunga internet umeua uchumi wa nchi. Ingekuwa China aliyezima internet kwa mtu wa kwanza kunyongwa. Serious. Sasa unajiuliza amezima siku 5. Unamkomoa nani? Unaua uchumi wa nchi. Unakuwa uchumi wa nchi, serikali inashindwa kujiendesha. Serikali ikishindwa kujiendesha, hivyo vikosi vya usalama vitashindwa kuadhibu wananchi. Sasa itafika hata tutakuwa tunaishi na tunakoelekea tutaanza kuheshimiana. Tutaanza kuheshimiana sisi kwa sisi kwamba sasa tutakuwa tuko level moja kwa sababu uchumi umekufa. Mianya imefungwa ya mapato imefungwa, benki hazieleweki, soko hakuna. Haya, angalia msururu wa watu uwanja wa ndege wageni wanavyokimbia nchi. Adui yetu ni nani? Adui yetu Mwakilembe tuko naye ndani kwenye meza kuu. Kwenye meza kuu, kwenye kamati mbalimbali, kwenye vikao mbalimbali ambavyo vinajadili juu ya hatima ya nchi yetu. Huko ndiko ambapo maadui wako. Sasa Bonaparte nani ile serikali ilivyoundwa ikawa ya ovyo zaidi, ndo akaingia Napoleon Bonaparte. Ufaransa ikasimama tena kwenye heshima yake, ikawa na heshima sana. Na Mwakilembe nchi kishavurugwa. Kwa mfano sasa hivi tunatumia nguvu kubwa sana. Serikali inatumia nguvu kubwa kuhakikisha kwamba inadhibiti. Inadhibiti, yani kusiwe na maandamano, nguvu kubwa, kuongea na vijana, si kuongea na nani. Yani nguvu kubwa inatumika. Tunadili na matokeo, tumesahau chanzo mwalimu. Tumesahau chanzo na huo ndo mwanzo wa ubaya. Sasa tuliwahi kuona hata Zimbabwe Mugabe alikuwa na tabia hiyo, anakakamati kake, anapuuza wananchi. Lakini baadaye Mugabe anataka kumpa mke wake. Sasa hivi tunachekwa Wakenya wanatucheka sababu Wakenya ni wapinzani wetu kiuchumi, kijamii na kibiashara. Dar es Salaam maisha magumu, viongozi wajue maisha ni magumu, watu wamechoka na maisha magumu Dar es Salaam. Kibaya zaidi watu ni kwamba waongee na wananchi wao, viongozi wamekaa maofisini. Ni mmoja kitu hatari sana. Viongozi kwa mfano sasa hivi, viongozi walikuwa wanaogopa kuongea na wananchi. Wananchi Mwakilembe wana shida. Viongozi watoke, wakatatue changamoto za wananchi, rushwa, yani wakaongee nao. Kwa sasa hivi ndio unaona kama eti yani unaona viongozi kama wanatoka kidogo, lakini inakuwa ni moto wa nini wa mabua. Sasa kutoka inakuwa sio life kama ambavyo Magufuli ilikuwa. Sasa cha msingi ni kwamba wapunguze cha kwanza kabisa wajivue ule kwamba sisi wao ni watumishi. Wao sio miungu. Wao ni watumishi. Wao ni watumishi. Wao sio miungu Mwakilembe. Wavae uhusika kwamba wao walikuwa raia na swala la uongozi ni swala la muda mfupi. Sasa tumepigwa vikwazo. Wanaumia. Niliuliza siku moja nikamwambia sasa, nikamuuliza ile wale maroboti yao. Kama mmetuwekea vikwazo sisi wa Tanzania. Mmewekea vikwazo serikali. Tunaumia watu, wanaumia wananchi ndio wanaoumia. Mpaka watu ambao wana hatia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mwalimu, tunasikitika kwa kinachoendelea, lakini pia vile tuombe tu Mungu kwamba yote haya yasije yakatokea haya, bali ni mbaya sana na uchumi mimi yangu kubwa